Unajua, unapompeleka mgonjwa wako hospitali, daktari akikuambia vitu viwili, usikubali hivi hivi ndugu yangu. Sababu sasa hivi hizi mahospitali na madaktari imekuwa ni biashara kubwa, illa man rahima Allah. Madaktari wachache ambao wanaofanya kazi kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu, lakini wengi wao wameweka biashara mbele na maslahi mbele kuliko maisha ya watu. Daktari akikwambia kwamba huyu mgonjwa wako ama maradhi yako hii ni lazima ifanyiwe operation, usikubali hili. Nenda kwa daktari mwingine, second opinion. Nenda kwa daktari mwingine, mpaka yule ambaye atakwambia bana, tumia dawa, anza na huyo kwanza. Sasa hivi wanawake wangapi ambaye wanaotaka kujifungua mtoto wa tatu ama ni wake wanne, mtoto wake wanne huyu ashazaa huko mbele, amezaa salama, akienda anaambiwa hii lazima upasuliwe bana. Na wengi wanapokataa, wakimpeleka hospitali nyingine anajifungua salama. Wangapi ambaye leo wamepasuliwa miili yao, wengine wakadhuriwa hasa na hawa madaktari, alafu baadaye anakuja daktari anasema I'm very sorry bana, I'm very sorry. Na jambo la pili, daktari yeyote akikwambia ndugu yangu usikubali hivi, ni daktari ambaye atakwambia huyu mgonjwa wako ni lazima tumweke ICU, intensive care unit. Kama kuna jambo ambalo leo linaendelea kuwakanyaga binadamu katika ardhi hii ni kashfa ya ICU. Imekuwa ni skandal kubwa, skandal kubwa ndugu zangu. Wewe unawekwa pale, wakati mwingine mtu ashakufa, unaona ile gesi, vipumuzi vinampumua mtu, kumbe ashakufa kitambo, wewe una habari. Kama kuna kijana mmoja Nairobi, mimi nilikuwa namjua huyu kijana, nilipata habari kwamba huyu kijana yuko hospitalini siku ya 10, yuko ndani ya hospitali tayari, siku 10 imepita, na hiyo siku ya 10 ndio huyu kijana alikuwa anafariki siku hiyo. Basi mimi nilipopata habari nikampigia ndugu yake simu, nikamwambia shekhe, hatujulishani mambo ya maradhi, ndugu fulani ameugua, hata mimi sina habari shekhe. Akasema wallahi nisameni bwana, mambo yalikuwa mengi, amelazwa ICU, leo ni siku ya 10 bwana, tunaomba uje bwana. Basi tukaenda hospitali moja Nairobi hapo. Tukifika wale madaktari wakakataa tuingie ndani, nikana kwamba walijua, kwa sababu sisi tulikuwa tunataka tuingie ndani tuangalie huyu bwana yuko hai au ashakufa. Wenda ikawa ni ile mashini na mpambu tu, wao unaona kumbe mtu ashakufa kitambo. Wao wanangojea bill ifike kiasi fulani ndio waseme kwamba ashakufa. Sasa walikataa tuingie, wakatuambia tungojee mpaka time ya watu kuingia, kuruhusiwa kuingia kumuona mgonjwa. Ilipofika kama saa 10 jioni hivi, madaktari wawili wakatoka ndani, wakasema mke wake iko wapi, ndugu yake iko wapi? Bwana, tunasikitika, tumefanya kazi, tumefanya bidii kadri ya uwezo, lakini ndugu yenu ameshafariki. Na unajua hiyo siku 10 bili ilikuja ngapi? Milioni 3 kila siku, 300,000 ya Kenya, mashini tu. Jamaa anawaambia nipeni breakdown, imekuwaje mpaka bili imefika hivi? Siku 10 tu milioni 3, imekuwaje? Hii ndio hali ya leo, namna watu wanapochezewa mahospitalini. Unamkuta mtu leo anakwenda akiwa anatembea mwenyewe, ameingia ndani ya gari mwenyewe, akifika pale eti anashindwa kupumua, anashindwa kutembea, ajifai tena, kumbe ameshapewa baadhi ya vitu vya kumlemaza huyu bwana. Na yote wanayafanya mengine kwa makusudi, isipokuwa wale madaktari ambaye wanafanya hii kazi lillahi na kutaka malengo yao kuwasaidia watu, na hawa ni wachache katika mujtamaa.